Movie inaanza na ujumbe mzito unaosema kwa mamia ya miaka kumekuwa na minong'ono kuhusu jamii asili inayojificha miongoni mwetu. Kundi hili na wanawake peke yake wenye uwezo wa kipekee wa kivita na mauaji. Hey, wanaoitwa attacking who never worship God. Wana nguvu tofauti tofauti, yani tuseme yani kama hao ni malaika tu hivi. Hao wanachukia ule mtu ambaye aabudu Mwenyezi. Wako nje ya Afrika Kusini. Utaelewa baadaye ujumbe ina maana gani. Haya. Okay, moja kwa moja mpaka mjini Ghana, West Africa hiyo mzee. Ni mida fulani hivi ya usiku mwingi. Kuna mtoto wa miaka kama 6 hivi anapata shida sana kulala. Mara blanketi inavutwa. Akakurupuka akamuita, "Mama!" Mama akatokea, akamuuliza, "Mwanangu, shida nini?" Amerudi tena. Nani? Akaanza point kwenye ukuta kule. Mama akiona hakuna chochote. Akamwambia, "Kuna mtu hapa bwana, usiogope, sawa mwanangu." Haya, rudi kulala sasa. Ila ngoja nikuimbie wimbo. Mama akaanza kumwimbia. Huko anatunga wimbo, baada ya muda kidogo, mtoto akaanza kupoint tena kwenye ukuta. Mama kuangalia. Likiumbe la ajabu likawashambulia mzee. Uwezo waamini alifika na mtoto mpaka huko msituni. Kabla hata hajafika mbali kidogo, kuna madado wanajiita 9, yani 9. Wakamzuia kwa mbele. Ile kiumbe ndo likamwachia mtoto. Mtoto akakimbilia kwenye mti kule. 9 wakaanza sasa kulishambulia ile jamaa, wakalikata mpaka na kichwa. Hey. Mimi hapa mtoto wako naitwa Deus Platinum Star Notification Bell kama hujajiunga ili upate kujiunga na kutazama movie mpya. Moja kwa moja mpaka Los California, Los Angeles, Mariakani mzee. Kusa ndo kuna maneno mzee. Na polisi mmoja anaitwa John. Alikuwa anaelekea crisis mkule. Itajiko kwa sababu mauaji yametokea. Kuna binti mdogo alionekana amefariki. Kwa Fande John anajipa madawa ili kupunguza stress. Maana yake mawazo ni mengi kichwani. Baba ya mtoto aliyefariki akawa anasikika kwa umbali analia sana. Anapiga mayowe kishenzi. John kachambua ile crimes kwa sekunde kadhaa. Tu kwamba huyu jamaa akapigwa risasi kwa mbele. Na risasi yenyewe si hao magengo hapa California. Yenye waga wanazitumia. Huyu mzungu njaka akakubali, bana hatari. Ile John anaondoka, mzungu akamuuliza, "Bana leo unatokea tena?" John akasema hataweza kutokea, maana yake leo ni party ya binti yake. So leo hataweza kutokea. Mzungu akasema, "Oh, siku hiyo haijua kama una mtoto." Mchiza akasema ndio hivyo sasa. Baada ya hapo John akatokea store kununua keki na mapambo ya birthday. Basi akatinga kwenye dinga mpaka nyumbani. Sisi tunarudisha University Arts and Culture ndani ya Ghana sasa. Kulikuwa na lecture mmoja anafundisha anaitwa Professor Lasso. Ilikuwa somo fulani hivi ya masuala ya kiimani. Wakati somo linaendelea, anaingia peace kali hivi. Mpaka utapenda. Akamsongelea profesa, akamwongelesha yani kama hivi bwanake. Kumbe anafanya hivi ili kumuumiza boyfriend yake mmoja anaitwa Jenson. Walikosana kipindi cha nyuma. Yeye akaanza kumwambia, "Unajua hivi Jenson kaona kila kitu." Jenson kanuna muda huo. Yeye akamjibu safi. Hapo kengele ya break kagonga. Shuti akamwambia Ureni, "Uenda pamoja akapate lunch." Haruna akasema anataka Jenson aondoke kwanza. Shuti akasema basi anipigia simu. Ureni akasema sawa. Basi tunamwangalia Jenson anapeleka karatasi lake, huko kwa nyuma naye Avenue na akakuwa pia anapeleka yake. Kwa Avenue ameandika hata hajajaza chochote. Ameandika kuhusu vile anampenda naye professional. Profesa anamwambia ijakaa sawa. Avenue anamwambia acha bwana, mimi nakupenda. Naomba tutoke mtoko, tukatembee, tukakule bata na wewe. Sasa naye ni mpole mno. Anyway, huko naye akatoka, Jenson naye akamshika mkono. Akaanza kumuuliza kwa nini ulikuwa unajilegeza kwake? Msichana naye akasema kwa ina kuma nikijilegeza. Si tuliachana mimi na tulishaachana kitambo sana. Niko umeachana na mimi. Akamwambia unajua bado mimi nakupenda. Shuti akasema mimi si mjinga, nilikuta chupi kwenye kitanda chako. Jenson akasema ilikuwa ni makosa. Kisha akaomba usiku wa leo waliongea ile jambo. Shuti akasema hapana, naenda date na mtu. Ila nataka kuondoka hivi, akamvuta tena. Ikabidi awe mpole tu, akamwomba taratibu nimekumisi, akamwasha na busu moja ya shingo. Shuti akasema labda baadaye akiupata muda kidogo basi ataongea. Mchiza kadai basi leo usiku. Akasema basi wacha nitakupigia. Akambusu na mdomo akaondoka. Kumbe Lauren shoga mtu alikuwa anashuhudia tokeo nzima na yapenda sana. Ile sasa usiku wa leo anajiandaa kwenda kukutana na Johnson. Lauren akamfuata akamwambia unaenda date na Johnson? Nilimuona akikushika ile mida ya break. Sasa ndo tunakuja kujua hawa walikuwa wameelewana. Shuti anafaa mpige chini Johnson kwa sababu jamaa anachiti vibaya sana. Isitoshe alimchiti naye mwenyewe. Akakasirika akamwacha hapo. Kama unaenda naye basi. Shuti akakasirika akamwambia, "Au unanionea wivu?" Dada mtu akainua mikono akasema, "Wewe, hiyo haiku tufikie hapo." Alipigiwa simu hatu kujua ni nani. Ila sisi tunaweza tukapigia mstari tukasema anaweza akakuwa huyu ni Jenson. Kwa hiyo Shuti akaondoka. Haya bwana. Tunarudi Mariakani tunampata John amekaa peke yake analia kwa uchungu sana. Kisha anampigia mzazi mwenzake anaitwa Rebecca, lakini hapokei simu. Kisha ikabidi amwachie ujumbe akisema, "Najua hatukuwa sawa kabla hajafariki, lakini tafadhali pokea simu. Pokea simu." Kisha akawasha mishumaa. Binti yake leo anatimiza miaka 25 ila alifariki mwaka jana. Haya bana, huku Ghana tunapelekwa makao makuu ya idara ya upelelezi ya makosa ya jinai. Kuna dada anashuka kwenye gari, akapokea basha kutoka kwa bodaboda kisha akatinga ndani. Anadunda kishenzi, kufika mbele akapatiwa kawa yake. Akapokea akaingia zake ofisini ndo kupenduka. Huyu ndiye alikuwa anaongoza kikundi cha 9 tulioliona mwanzo wa movie. Hebu tuendelee kutazama tufuatilie tuone. Kwanza, huyu dada jina lake anaitwa Vivian. Akaanza kufungua bahasha, akaanza kutoa baadhi ya mapicha ya madada waliouawa kwa kutatanisha. Akawa anakumbuka ni jinsi gani kundi lake waga wanapambana na wahalifu mpaka wanakamilisha. Ukiangalia vizuri wana kamera. Kwa hiyo picha walipiga wenyewe vitu kama hizo mtu wangu. Sasa hivi akampigia John, jamaa Mariakani. Huko bado anafuatilia kifo cha Brit, mtoto wake na John. Kwa hiyo Vivian akamwambia anahisi muuaji wa Brit yuko Ghana.
Vivian akamwambia hebu nikutumie kitu hapo. Mchizi akasema ehe, inaonekana kweli hizi vifo zinafanana. Kwa kweli ni kama muuaji akapa hapa Ghana. Alama zinafanana, ukifuatilia vizuri hata uchunguzi pale hospitalini, Brit yako hivyo hivyo na alama kama hiyo. Akaendelea kuzikagua. Alafu kuna kitu muuaji wa Ghana acho kwenye paji la uso. Vivian akamuuliza, "Unahisi unaweza kuja nili Ghana?" Mchizi akasema Ghana? Muda huo jamaa akakula mwewe. Akatua mpaka International Airport ndani ya Accra, Ghana. Basi kupokelewa hapo kwingi na nini? Kaja mahususi kumtafuta muuaji wa binti yake Brit. Mchizi ana hamu ya kumdaka mhalifu. Akakutana na Vivian. Akasema mnawezaje kuishi na joto mingi aisee? Akamkumbatia kwa bashasha. John akamsifia Vivian kwa style yake mpya ya nywele. Kesho yake asubuhi, Lauren anagundua kuwa shuti yako fika toka alivyoondoka jana. Kumtafuta kwa simu akawa mpati. Basi akamtumia ujumbe, akamwomba msamaha kwa aliyotokea jana usiku, vitu kama hizo mtu wangu. Pia akamjuza kama yuko sawa. Huku washikaji wakaanza kufanya upelelezi kwa pamoja sasa. Akaanza kuangalia ni binti wangapi wamepotea na kuuawa mpaka sasa. Haya mauaji yote yamezidi kufanyika kwa masuala ya kiimani. Na hapa ndio inakuwa mwisho kipande cha kwanza. Samanini, nimewacha mdomo wazi. Ila kipande hiki iko 3. Tupatane vipande viwili vifuatavyo. Mimi storyteller wako naitwa Deus Platinums. Kama hujajiunga basi subscribe, turn on notification bell hadi wakati mwingine. Bye.